Jesus. Excellent is your name, oh Lord. How excellent is your name, oh Lord. Oh, excellent. How excellent is your name. That you have come, my Lord, by your presence. You have come by your spirit, my Lord. You have come to inhabit the praises of your people. Lord, here we are, my Lord, and we continue to stretch our faith to touch the hem of your garment, that we may be made whole in the name of Jesus. Oh, my Lord, as we stretch our faith, Lord, my God, touch us this moment. Touch us, my Lord, for we are here for you, that you may have your way in our lives. Lord Almighty, take your rightful position in our lives and in this service in the name of Jesus. For we are here, Lord, to meet with you. And Lord, you have said, Lord, if we draw near unto you, you will draw near unto us. My Lord, we have come. Lord, draw near unto us and complete us, my Lord. Draw near unto us and make us whole. Draw near unto us and make us vessels of honor in the house in the name of Jesus. Lord, take over and have your way, my Lord. We continue, Lord Almighty, to raise our faith, Lord, to meet with you in this place in the name of Jesus. For this is the day, Lord, you have meant, that we will rejoice and be glad in it. Father, we thank you and we bless you. We give you praise, we give you worship, we give you honor, we lift your name on high. We give you applause this moment, we give you applause, my Lord. It's a thanksgiving, we give you applause, Lord. We thank you, we bless you, Lord, and we lift your name on high. We bless you, King of glory. You're worthy for the praise, you're worthy for the worship, Lord. In Jesus'
mighty name. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Just give a wonderful hand clap to Jesus. Amen. We can get seated in His Tunaweza presence. keti katika uwepo wake. Notebook and be ready to feast in the Word of God. Wale ambao mko nyumbani, uweke Biblia yako tayari na kitabu cha kuandikia ili tuweze kula neno la Mungu. The Bible says in the book of Acts chapter 2 verse 42. Inasema katika Matendo ya Mitume 2:42. Acts 2:42 it says, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Inasema kwamba wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. We want to break the bread of life. Tunataka and that is the kumega, word of God. Tunataka kuumega mkate ambao ni neno la Mungu. Which is by which we live. The Bible says in Matthew 4:4 that man shall not live by bread alone. Neno hili ambalo kwalo tuaishi, jinsi neno linavyosema katika Mathayo 4:4 kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Amen. Amen. You shall live by the word that proceeds from the mouth of God. This is food indeed. Tutaishi kwa neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Hili ni chakula hakika. And so let's put our hands together as welcome our presbyter to guide us from here. Put your hands to Jesus. Tunapomkaribisha mzee wa wazee kutuongoza kutoka hapa. Praise the Lord. To all our viewers who are viewing us from North Lift, watazamaji wote ambao mnatutazama katika some parts of Nyanza and Western, katika pande za Nyanza na magharibi. I want to say we are recording from the city of Eldoret. Tunarekodi kipindi hiki kutoka mji wa Eldoret. And we want to hear where you are viewing us from. Na tungependa kusikia unatusikiza kutoka wapi. And whether you are getting blessed by our messages. Na kama unabarikiwa na jumbe zetu. The numbers which appear below, namba ambazo unaziona kwenye skrini. If you are in a location like Kitale or Kachibola or Nangili or Kiminini or Luhuna or Timboloa, if you are there, you can call our pastor who is in that region. You will see the name of our church and the number of the pastor there, and he will be able to pray with you. Popote pale ulipo, iwe mji wowote ule, utakapoona hizo namba hapo chini, unaweza mpigia mchungaji yetu yeyote ambaye ako karibu na wewe, naye ataweza kusaidia. Those who are listening to us also from Nairobi in our Revival TV, because this message also goes to Revival TV, wale pia would like to hear which point in Nairobi you are, whether it is Kileleshwa, whether it is Kangemi, whether it is Banana Hill or Kiambu even, or from Kambani, and whether you are getting blessed by our messages. If you call one of the numbers, our pastors will be able to pray with you. Na pia wale ambao wako sehemu za Nairobi, kipindi chetu kinasikika kwenye Revival TV, na kwa hivyo mahali popote uko katika viunga vyovyote vile vya Nairobi, unaweza ona namba za wachungaji wetu, alafu utawapigia, wataweza kukusaidia. God has brought us to mid-May, that's the middle of the month of May. Mungu ametuleta katika kati ya mwezi wa tano. The month of May is the global month of prayer. Mwezi wa tano unakuwa ni mwezi wa dunia yote kuomba, kanisa kuomba. According to the World Council of Churches, the month of May is set aside for prayer. Kulingana na World Council of Churches, huu ni mwezi wetu wa kuomba. And the prayer will go up to June. Na maombi yataendelea hadi mwezi wa 6. So that we can secure the first 6 months of the year. Ili tuweze kulinda miezi 6 hii ya mwezi. And we make decrees or declaration for the next 6 months from July to December. Na tuweze kusema matamshi fulani katika sehemu ya mwaka ambayo imebaki. Today in the city of Eldoret, siku ya leo katika mji wa Eldoret, we are going to have all churches coming to Crisco Church in Eldoret to pray what we call prayer citywide prayer tower. Tutakuwa na maombi hapa kutoka kwa makanisa yote ya mji wa Eldoret ambayo sisi huwa nayo wakati wote. And the next Sunday 23rd of May we are going to IVC for
Pentecost Sunday, Na tarehe 23 ya mwezi wa 5 tutaenda kule IVC kwa maombi. and we would like to pray with you, our viewers, Na tungependa kuomba nawe mtazamaji wetu, because the world has changed. kwa sababu dunia imebadilika. The times and the seasons have changed. Majira na nyakati yamebadilika. And Daniel told King Nebuchadnezzar, Na Danieli akamwambia mfalme Nebukadneza God changes times in a nation. kwamba Mungu hubadilisha nyakati katika taifa. That is in Daniel chapter 2. Hiyo ni katika Danieli 2. So, my heading of my message is preparation for what God is about to release into the planet Earth. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wangu ni kujitayarisha kwa kile ambacho Bwana anataka kuachilia katika dunia. Preparation for what God is about to do in the planet Earth. Kujiandaa kwa ajili ya kile Mungu anataka kufanya katika dunia. You can also put it like seeking God to know the purposes of God, what He wanted me to do about the end time move of the Spirit. Unaweza iweka kwamba pia kumtafuta Mungu ili niweze kujua kile ninachopaswa kufanya katika nyakati za mwisho. In the Old Testament book of Job chapter 22, Katika Agano la Kale katika Ayubu 22 and verse 21 na downwards, 21 kuendelea, we are going to read about what is expected of us. tutaenda kusoma kile ambacho tunatarajiwa kufanya. We prepare for examinations. Tunajiandaa kufanya mitihani. We prepare our land for planting. Tunatayarisha nchi ili kwa kupanda. We prepare for anniversaries and birthdays and marriage anniversaries. Tunajitayarisha kwa sababu ya siku za kuzaliwa na siku In zingine life, muhimu. we prepare to receive the firstborn or secondborn in the family. Katika maisha tunajitayarisha kumpata mzaliwa wa kwanza au wa Life pili. is full of preparation. Maisha yamejaa kujitayarisha. Schools prepare for examinations Mashule hujiandaa kwa ajili ya mitihani or for the next terms of the school. au kwa ajili ya miula inayokuja. The book of Job teaches us Kitabu cha Ayubu kinatufunza in Job chapter 22 verse 21, acquaint now yourself with aim, acquainting ourselves with God. kumjua Mungu sana. Acquainting ourselves with God. Kumjua Mungu sana. And be at peace, and thereby good shall come unto you. Now we are taught if we acquaint ourselves with God, Tunaambiwa kwamba ikiwa tutamjua Mungu and we are at peace with God, good will come to me. And there is nobody on planet Earth who does not want good things. We all like good things. Say, I like good things. sema napenda vitu vizuri. So viewers, Bible says, prepare, acquaint yourself with God. Start to seek God. Start to pray. Read your Bible. Go to church. Change your ways, and the good will come to you. Kwa hiyo mtazamaji, neno la Mungu linasema kwamba umjue Mungu. Soma neno lake, Verse number omba, enda 20, verse kanisani. 22, the Bible says, receive, I pray you, the law from his mouth, and lay his words in your heart. Now, when you are seeking God, Wakati God unamtafuta will Mungu, teach you. Mungu atakufunza. When you start to seek God, God will teach you. Unapoanza kumtafuta Mungu The atakufunza. Holy Spirit teaches us. Roho Mtakatifu anatufunza. We normally say prayer changes things. Tunasema kwamba maombi hubadilisha mambo. But before prayer changes things, it changes the person who is praying. Lakini kabla maombi yabadilishe vitu, hubadilisha You anayeomba. cannot be saved and you remain the same. Huwezi okoka na ubadilike vile. We are told, Ubaki receive, vile. I pray you, the law from his mouth, that is the word of God, and lay up his words in your heart. And the psalmist said, you know, the words of God, I will keep them. You know, the word of God are light in my path and the light in my ways, in Psalms 105. So we have to keep the word of God. Kwa hivyo lazima tulidumishe neno la Mungu. Blessed is the man who does not sit in the counsel of the ungodly, Psalms chapter 1 verse 1. But he does not sit in the counsel of the ungodly and the seat of scoffers, but his meditation is in the law of the Lord. We have to know the law of God. We have to read Bible. I say, let us read our Bibles. Wacha Let tusome us Biblia meditate zetu. on the Bible. Tutafakari Let neno. us hear the word of God more. Wacha tulisikize neno la Mungu zaidi. Let us hear the word of God more and more. Tusikize neno la Mungu zaidi na Bible zaidi. says faith comes by hearing. Biblia inasema
imani and by huja kwa hearing the kusikia word of na God. kusikia neno la In Mungu. the beginning there was the word, Mwanzo kulikuwa neno, and the word was with na God, neno lilikuwa na Mungu, and the word was God. na neno lilikuwa So Mungu. if we lay the word of God in our Kwa heart, hivyo ikiwa tutaliweka neno la Mungu katika mioyo yetu, good will come unto us. Mungu atakuja kwetu. Then in verse 23 the Bible says, Alafu 23 Biblia inasema, verse 23, 23, if you return to the Almighty, and listen now, we have to return to God in the lazima month of tumrudie May. Mungu, Returning to God. kumrudia Mungu. Prophet Hosea is very good in this message. Nabii He Hosea ni says, mzuri. come, let us return to the Lord. Anasema njoo tumrudie Mungu. He has torn us. Ametu He has dealt with us. Ametuadhibu. He will revive us. Atatuisha. If you return to the Almighty, my brother, those who are listening to me, if you return to God, which means before you was with God, sababu haungesaliwa duniani bila Mungu kujua. Kuzaliwa ni muujiza, ni Mungu alifanya uzaliwe, na Mungu akakuhifadhi ukiwa mtoto na akakulinda. Mungu anasema umrudie. Murudie kwa kutenda mema. If you return to the Almighty, thou shalt be built up. Wow, I like this. Bible says, I will build my church. Matthew chapter 16. And the gates of hell shall not prevail. Jesus said, I will build my church. God built his people. Mungu anajenga watu I wake. say God built his Nasema people. Mungu hujenga watu wake. I say God built his Nasema people. Mungu hujenga watu In wake. Hebrews chapter 3, Katika Waebrania the 3, Bible says, he who built all things Biblia is inasema- God. Biblia inasema yeye ajengaye vitu He vyote who ni Mungu. built all things is God. Ajengaye vitu vyote In ni Mungu. Hebrews chapter 3, Katika Waebrania we 3, are the building of God. sisi ni jengo la Mungu. We are a walking tabernacle of God. Sisi ni hekalu If you linalotembea. return to the Almighty, Ikiwa tutamrudia Bwana, thou shalt be builder, and you will put away iniquity far from your tabernacles. kiondoa udhalimu mbali na hema yako. Maandiko yanasema ukirudia Mungu atakujenga, lakini weka dhambi mbali na wewe. Weka dhambi mbali na wewe. Maandiko yanasema the fear of the Lord is to listen. The fear of the Lord is to hate evil. Uache mabaya. Bwana posipa. Usisingizie mtu mambo. Usiende ukatukane watu. Usiende ukawe na madeni na watu. Usiende ukatendee mjomba wako mbaya ama jirani. Uwe na amani na jirani yako. Maandiko yanasema put away iniquity, uovu wa kila aina. Praise the Lord. Because God is holy. He told Israel, be thou holy, for I the Lord your God am holy. Put away iniquity far from your tabernacles. Your tabernacles is your life. Hema yako ni maisha yako. Peter said, when I will be absent from this tabernacle, I will be present with God. Petro akasema nikiondoka katika hema hii nitakuwa mbele Our zake life Mungu. is like a tabernacle. Maisha yako ni kama Mungu hema. apendi mtu anafanya dhambi, ama mtu anatukana watu, ama anatusi watu. Mdomo yako angalia kile unasema. Mstari wa 24 na tunaendelea. Mwezi wa 5 tumtafute Bwana. Maandiko yanasema, thou shalt lay up God as a dust, and as a God of Ophir, as the stones of the brooks. I like this. Ukimrudia Mungu, ukimtafuta Mungu, ukijipanga. Na maandiko yanasema jipange, acquaint yourself with God. Watu Kenya wanasema jipange bwana, jipange vizuri. Lakini tunasema hapa now, align yourself to the purposes of God. Start to seek God. Bwana posipa. Na Mungu atakutokea. You will lay up God as the stones of the brooks. Hallelujah. Hallelujah. And the God of Ophir is like the stones of the brooks. Maandiko yanasema utakuwa na utajiri. Utakuwa na utajiri mwingi. Mungu anaweza kutajilisha mtu. Mungu mwenyewe ni tajiri. Na akiingia ndani yako anaanza kutajilisha wewe. Let me repeat myself again. I have never met a saved person, a saved family. Siyakutana na jamii wameokoka na wanaishi maisha mazuri na wako na umaskini. Siyaona. David alisema, nilikuwa mdogo na ninazeeka. Bwana posipa. Na siyaona mtu mtakatifu watoto wake wafanya nini? Wakiomba mkate. Sijaona. Bwana posipa. Because Mungu kama ako ndani yako atakubariki. Hata kama utaomba. Wacha niseme, hata kama utaomba na unamjua Mungu, Bwana posipa, utabarikiwa. Ndugu Cherutichi umebarikiwa. Na huyo, you look like a blessed person. Reverend Megich, you are blessed. Praise the Lord. There's a blessing coming upon every one of us.
Na wale mnanisikiza nasema utabarikiwa. Mungu alikutana na mtu anaitwa Gideon. Sema Gideon. Gideon akaambia Mungu, Judges chapter 6, I come from a family which is the poorest in the land of Manasseh. Sikiza hiyo. Judges chapter 6. Na alikuwa anajificha chini ya mti, sababu watu walikuwa wanaitwa Midianites. Walikuwa wanakuja kuharibu mazao yake. Wanaisraeli walikuwa wanapanda mahindi na ngano na vitu mingi, na ikikaribia kuvunwa, Midianites wanakuja wanaharibu. Sasa Gideon anajificha, anaangalia vile wanatelemuka kwa milima, na anashangaa nitafanya nini? Na hiyo inatendeka saa nyingine kwetu. Unapanda kitu na dudu inaitwa viwavi inakuja inaharibu, ama ukame unakuja na unashindwa, mbona nilipanda na nikaomba? Lakini Gideon akatokewa na malaika. Malaika akamwambia Gideon, you are mighty man of valor. Whosoever God appears to is a mighty person. Yeyote Mungu anamtokea ni mtu wow, mkuu. unasema whosoever God appears to. Yeyote Mungu anatokea. When he appeared to Saul of Tarsus, alipomtokea Sauli on his road to Damascus, katika njia ya he told him, Saul, from today you will appear before kings and the governors and the rulers. Akamwambia kuanzia leo utaonekana mbele ya wakuu na Whosoever viongozi. God appears to. Yeyote Mungu anajitokeza kwake. Na kama Mungu alikutokea na unaenda kanisani, ulibatizwa, unasongea mbele la Bwana, haleluya, nakwambia utabarikiwa. Bwana pewe sifa. Gideon akaambiwa, you are mighty man of valor. Can we say I am blessed? Sema nimebarikiwa. Say I am blessed. Sema nimebarikiwa. Say the God of Israel, Mungu wa Israeli, lives in me. Anaishi ndani Sema yangu. nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Gideon akasema ninatoka kwa jamii ile iko maskini kabisa katika nchi ya Manase. Mungu akamwambia kutoka leo nasema, sikiza, na kile Mungu anasema ni ukweli. Wewe ni mtu mkubwa. You are mighty man of valor. Na wewe nitakutumia uokoe Israeli kwa hiyo utumwa ya Midianite. God will use you to save your family and to save the nation of Kenya. Mungu atakusaidia I wewe say uokoe God jamii yako. will use you to save your family. Mungu atakutumia kuokoa By jamii your yako. prayers. Kwa maombi yako. Mungu atakutumia. Ukiingia kwa maombi uharibu jama za ibilisi. God will use you to deliver people with your prayers. Mungu atakusaidia kukomboa watu He na told maombi yako. Gideon, Alimwambia Gideon, I will use you. nitakutumia. Na amuka uende. Akaamuka akatafuta watu 32,000. Sababu alikuwa na woga. Mungu akamwambia, ni wengi sana. I will train them. Nitaanza kuwafungusa. Mungu akawafungusa wakapika 300. Na Mungu akamwambia, nenda akafanye kazi nao. Gideon na watu 300 waliokoa Israeli yote. Bwana pewe sifa. Haleluya. Na tukisoma habari yake katika uzeeni, alikuwa na 70 sons in the nation of Israel. Akizeeka nasema sasa hii ni klani ama ni ukoo? Bwana pewe sifa. Mungu alimbariki. Kumbuka alikuwa anaambia Mungu, mimi ni maskini wa maskini, lakini sikiza, akawa taifa kubwa. Na siku hiyo watu walikuwa nao kina mama wengi. Alikuwa na 70 sons in Israel. 70 is the number of permanent perfection. Praise the Lord. Hallelujah. Sasa kama uko na watu 70, Bwana, chakula ni ngapi? Ni mbando ngapi ya unga baba? Si ni mingi. Utaoa kondoo 2, uongozi mbuzi. Utapika chakula mingi. Bwana pewe sifa. The man was rich. Amen. Thou shalt lay up gold as the dust of Ophir. Tuendelee verse 25. Kimtafuta Bwana na ukae katika Bwana. Yes. Can we say yeah? Say yeah. Listen, the Bible says all the promises of God are yes, and say the promises of God are yes and amen. And the Bible says, God says, yeah, the Almighty shall be your defense. Listen, many people like to be defended. Many people like security. Unazungukwa na watu wengi. But let me say, the best defense, the best security is God himself. Ninasema Mungu akikulinda utakuwa na amani. Haleluya. Nasema Mungu akikulinda utakuwa na amani. Amina. Pastor Kimanzi alisomea Psalms 91. Bwana pewe sifa. Na tukasoma ya kwamba 7 wataanguka hapa, 1,000 wataanguka hapa, na wengine hapa naita kupikia. Bwana pewe sifa.
Hallelujah. Na mishale inarushwa mchana na usiku haitakupikia. God is my defense. Say with me, God is my defense. Mungu ni mlindaji wangu. Say, I will not defend myself. Sitajilinda. Say, God will vindicate me. Mungu atanilinda. Say, whosoever will rise against me, yote ambaye atainuka kinyume I changu, will never point a finger. sitamnyoshea Because kidole. one thing I know, Sababu najua kitu. God is my defense. Mungu ndiye Na wale ananilinda. mnanisikiza nasema Mungu atakulinda. Mungu atakuhifadhi. Mungu atakufanyia kazi. Bwana posiba. Mungu atakutetea. Kama kuna mtu alichukua kitu yako, akachukua shamba, akakutendea mambaya, Mungu mwachie Bwana. Bwana posiba. God shall be your defense. And the Bible says, and you shall have plenty of, say, I will have plenty of silver. Nitakuwa na fedha Say, nyingi. I will have plenty of silver. Nitakuwa na fedha nyingi. We want a lot of plenty of silver. Tunataka Tunataka pesa mingi, si pesa kidogo. We need millions. Bwana pewe sifa. Tunataka mamilioni. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu how they will come, I don't know. Jinsi zitakavyokuja Maandiko sijui. inasema seek first the kingdom of God Maandiko yanasema kwamba utafute ufalme wa Mungu kwanza and his righteousness, na utakatifu wake, and all these things na vitu hivi vyote shall be added to you. vitaongezewa kwako. Tafuta ufalme wa Mungu, anza kuomba, tenda mema, nenda kanisani. Bwana pewe sifa. Ambia Bwana akutumie hii wakati tumepika katika dunia. Haleluya. Na maandiko inasema mazuri yatakufuata. Nasema mazuri yatakufuata. And all these things, say all these things. Na vitu hivi vyote. Hapo sasa sikiza, kuna ngali, sema kuko na ngali. Kuna gari, Sema kuko na nyumba. na nyumba, Sema kuko na pesa. na pesa, Sema kuko na title deeds. title deed. Vitu nzuri. vizuri. And all these things shall, you will have plenty of silver. And the plenty of silver Na is fedha nyingi. plenty of silver. Ni fedha It is nyingi. millions and millions. Ni mamilioni Your na account mamilioni. will be bumbling with the money. Account You'll yako be a itajaa blessed pesa. lady in the land of Kenya. Say amen. Utabarikiwa katika nchi yako. Hallelujah. You will have plenty of silver. Utakuwa na Say, fedha I nyingi. will have plenty of Sema silver. nitakuwa na fedha nyingi. Say, I'm going to start to wait upon the Lord. Nitaanza kumngoja Say, Bwana. I'm going to start to seek the Lord. Nitaanza kumtafuta And I Bwana. know, Na najua najua God will bless my life. Mungu atabariki maisha Say, yangu. God will bless my life. Mungu atabariki maisha yangu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. He says, greatness will be in you. Say, greatness. Anasema ukuu utakuwa Say ndani yako. greatness. Sema ukuu. God is great. Am I correct? Mungu ni mkuu. God is great. Mungu ni mkuu. And if he's great Na kama ni and mkuu is in your life, na ako katika there maisha is yako, greatness in you. kuna ukuu ndani yako. The Bible says, greater is he Biblia who inasema, is in Mkuu than ni he aliye that ndani is in yako. the. Kuliko aliye Hallelujah. duniani. Say there's greatness in me. Sema kuna ukuu ndani yangu. Say there's greatness in me. Kuna ukuu ndani yangu. Hallelujah. And Hallelujah. if there's greatness, then you are great. Na kama kuna ukuu basi wewe ni mkuu. I have gone to Great Britain, but I try to look things which are great. I don't see them. Praise the Lord. Wanaenda katika Great Britain lakini sioni mambo makuu. It was called Great Britain Iliitwa because Britain those kuu. days it conquered many kingdoms. Uingereza wakati ule ulishinda But falme God is nyingi. saying, Lakini Mungu if anasema God is in you, ikiwa Mungu ako there is ndani yako, greatness. kuna ukuu You ndani should yako. not suffer. Haufai Say, I kuteseka. refuse to be poor. Nakataa kuwa Say, maskini. I refuse to be poor. Nakataa kuwa I maskini. refuse to be confused. Nakataa kuwa na Say, I am bumbuazi. special. Mimi ni Say, maalum. I am a chosen generation. Mimi ni Say, I mtu am a aliyechaguliwa. loyal priesthood. Mimi ni ukuhani. Hallelujah. Hiyo maneno Peter amesema Bwana. Yaani wewe ni taiba speciali. Bwana posiba. Kuhani ameteuliwa na Mungu. Amen. And you'll have plenty of silver. Can we go to the next verse? Wale munanisikisa tusome ya maandiko. 1, 2, 3, can we read? For then thou shalt have the delight in the Almighty, and you will lift up your face unto God. Can we read again? For then thou shalt have your delight in the, and you will lift up your face unto God. Listen, ukipika hii hali, maandiko inasema your greatest desire, utakuwa unataka kuwa karibu na Bwana. Hallelujah. Unataka uwe karibu na Bwana. Utakaa katika uwepo wa Bwana. Asante kwaya kwa hiyo wimbo mlituongoza. Ninataka nikae katika uwepo wa Bwana. You love delight in the Almighty. Bwana pewe sifa. Ukiwa na rafiki
anakupatia 50,000 kila siku, utamkaribia zaidi. Am I correct? Yesu kwetu ni rafiki waambiwa aya pia, kiomba paye maombi asikia, lakini twajikosesha, twajikavibaya, kwamba tungemwomba Mungu. Hiyo wimbo AC Ukambani wanaimba ina certain style. Yesu kwetu ni, twaambiwa tufanye nini? Tukuje kwake. Twaambiwa tufanye nini? Lakini inasema pia tunajikosesha sababu hatukumuomba Mungu. Bwana pewe sifa. Maandiko yanasema siri ni kumuomba Mungu. Kwa hivyo huu mwezi wa 5 nataka uende ukauhifadhi kwa kutafuta Bwana. Bwana pewe sifa na Mungu atakutokea. Acts chapter 10 verse 34. Maandiko yanasema God is not a respecter of persons. Amen. He blesses anybody who comes to him. Can we go to verse 27? Verse 27. 27. Thou shalt make thy prayer unto him, and he will hear you. Sikiza, utafanya maombi kwake. Sema nitafanya maombi kwa Mungu. Utafanya maombi kwa mwezi huu wa 5, mwezi huu wa 5 na mwezi wa 6, mwezi wa 6, na atanisikia. na atanisikia. And you will pay thy vows. Praise the Lord. Utatimiza yale umeamwaahidi. Bwana apewe sifa. Sema tutatimiza. Sema mwezi huu wa 5, mwezi huu wa 5, na mwezi wa 6, mwezi wa 6, nitajiweka kwa maombi. nitajiweka kwa maombi. Nitaenda kanisani. Nitasikia neno. Na najua Mungu atanisikia. Najua Mungu atanisikia. Tuendelee na kusoma mstari 1, 2, 3. Thou shalt also decree a thing, and it shall be established unto you, and your light shall shine upon thy ways. Nuru itangaza. Nuru ya Bwana itakuwa. Bwana posipa. Utafanya maombi, utanena kitu na Mungu atatenda. Utanena kitu. Ninasema utaambia mtu God bless you na atabarikiwa. Kila siku we tell people God bless you brother so and so. God bless you. But there's a day coming you will tell somebody God bless you and he will be blessed. Kuna siku utamwambia mtu Mungu akubariki na atabarikiwa. Utamwambia mtu barikiwa na kitoka na wewe ataenda hatua kidogo na atabarikiwa. Atakupigia simu akwambie haja ulisema nibarikiwa na nimebarikiwa. Bwana pewe sifa.